hapa Olkalau kuna makandidates wengi wanatafuta kiti. Tunajua candidate mmoja ambaye baba yake ni tajiri kupindukia, na kuna candidates wengine pale ambao pengine baba zao hawana utajiri wa namna kama ya huyo mwingine. Sasa na wao wakirudi nyumbani wanashangaa, hivi itakuwa namna gani? Kwa sababu hii competition ya kutafuta uongozi kikatiba inafaa kuwa sawa, inafaa kuwa fair. Sasa ikiwa moja candidates mkubwa wake ako na all manner of things, anafanya kuhonga wananchi kwa namna yoyote, hiyo election iko fair kweli? Haiwezi kuwa fair. Hawa wengine ambao wakubwa wao ama baba zao si matajiri watapiganiwa na nani? Kwa sababu mimi naomba wacha wao na wao wajivunie nyinyi wananchi kama wakubwa wao, muwafute machozi. Wameshaona mengi ya kushangaza sana. This election is not fair at all. Na it can only be fair if the people choose to align with these candidates who are looking for this leadership kwa njia ambayo ni sawa. Jambo la pili, tunataka kufanya siasa ambayo ni siasa ya amani. Kila mtu aje na nyanya zake, auze nyanya zake, aondoke aende. Wakenya wa leo ni Wakenya ambao wako na akili nyingi. Sijui ni kwa sababu ya mashida tumekuwa nazo. Wakenya wote wako determined kwamba 2027 lazima tuchukue kauli na lazima to make decision ambayo iko very wise. Sasa mumeona pale Kisii tumefanya mkutano mzuri kwa Linda Mwananchi. Tunamaliza sasa, tunaelekea Keroka. Tumenyeshewa mawe kwa hiyo town ambayo inaitwa Keumbu. Kijana mdogo ambaye yako na watoto mchanga ambaye ni 40 something years amepoteza maisha yake pale. Sasa leo tunaingia hapa Nyahururu town, hatujui pia kama serikali tena imetupangia watu watupige mawe. Lakini tunaomba nyinyi wananchi muendelee kutuombea ili siasa za kwenda mbele ziwe siasa za amani, kwa sababu kama serikali iko na bunduki na sasa tena inataka kutangulia katika kurusha mawe na kufanya maovu ambayo hayastahili kikatiba katika kipindi cha siasa, nani atakayetupigania?